Kila aina yoyote ya ugonjwa, ili upate dawa ni lazima apatikane daktari ambaye ataweza kukupa jina huo ugonjwa. Hapo ndipo dawa iweze kupatikana. Leo naenda kukuletea aina mbili za ugonjwa ambao huu ugonjwa unawaathiri vijana wengi sana na bila kujua jina lake la ugonjwa huu. Leo tunaenda kuupa majina ili tuweze kutengenezea dawa. Ulimwenguni kote aina za ugonjwa ziko aina mbili tu peke yake. Mimi naamini hivyo. Aina ya kwanza ya ugonjwa unaitwa athari na aina ya pili inaitwa hitirafu. Amini usiamini. Kwa mfano, nitasoma kesho ni ugonjwa ambao mtu binafsi ndiye anao. Sasa huu ugonjwa ili uishe unafanyaje? Huu ugonjwa ili uweze kumaliza kabisa, lazima ujiwekee mikakati na misemo za aina fulani, aina mbalimbali za misemo ambayo itaweza kukusaidia wewe kuondokana na mtazamo wa kutokuanza. Yaani unataka kusoma lakini kila siku unasema nitaanza kesho. Sasa leo tunaanza na dawa ya kwanza ambayo inaweza kumaliza huu ugonjwa wa nitasoma kesho. Dawa ya kwanza, nenda kaweke msemo unaosema kwamba leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Hii ni dawa, amini usiamini. Na ifuatane dawa ya kwanza na namna ambavyo unafaa ukatumia hii dawa. Kwa mfano, unasema kwamba kesho ndio siku yangu ya kwanza kuyabadili maisha yangu. Nitakuja nianze kusoma kesho kwa bidii, alafu nitakuja niendeleze. Kabla hujamaliza tu kusema kwamba nitasoma kesho, sema ule msemo, leo ni leo na asemaye kesho ni muongo. Alafu chukua kwa dakika kama 5 tu peke yake, alafu hizo uchukue hatua ya kwanza siku hiyo ambayo ni leo. Hiyo itakusaidia sana kuweza kujua kwamba kesho pia naweza kuweka kwenye hatua ya pili na sitaanzia hapa ambapo nimeanzia leo. Alafu na kesho ikifika fanya hivyo. Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Alafu utaenda kwenye hatua ya pili na uendelee hivyo. Tunaenda kwenye dawa ya pili. Dawa ya pili ni msemo mwingine ambao unasema chelewa utamkuta mtoto si wako. Hapo utaitumia kwa mfano pale ambapo utakuwa unaona kustruggle au kuona kazi ngumu kwenda kuanza. Chelewa utamkuta mwana si wako. Hapo utaingia kwenye kufanya nini? Kuanza. Hapa kwenye chelewa kuna msemo mwingine unaosema kwamba unga piga teo mtama waliwa. Hiyo inakusaidia pale ambapo unafikiria kuanza lakini unaona kama sio kweli, unaanza kesho ndipo utakuwa na muda. Kumbe na leo ni muda. Natumia huu msemo mwingine usemao kwamba unaposubiri muda ili hali uko na muda ni kupoteza muda. Hiyo tena inaweza kukusaidia hapo. Hayo yote ni madawa ambayo yanakusaidia pia kuweza kuanza leo na kuendeleza kesho. Naam. Ya tatu nayo iko hivi. Utaula wachuya kwa uvivu wa kupembua. Unajua kuna watu wakianza kitu fulani kufanya, wanafanya lakini hawafanyi kwa nguvu, au wanafanya kwa muda kidogo tu, kwa dakika chache wanaacha, wanahamia kitu kingine. Kwa hivyo utakuwa kama mtu kachambua mchele, anachambua tu ili mradi. Kwa hivyo kama wewe utachukua hatua ya kusoma, alafu unahamia kwa dakika chache unahamia kwenye WhatsApp, hiyo ni lazima itakuathiri, utakuja kula mchele mbovu. Kwa hivyo soma na urudie kusoma na usome tena ili uweze kupata maarifa ya kutosha kufanya kitu fulani. Kwa sababu hebu jiulize, siku moja upate fursa alafu uambiwe huna elimu ya kutosha au huna maarifa ya kutosha, utaula wachuya kwa uvivu wa kupembua. Kwa maana kwamba utakula ubwabwa au mchele mbovu kwa uvivu wa kuchambua vizuri. Hiyo ni dawa pia ambayo imekuja kwenye hatua ya 3. Tunakwenda kuangalia ya 4. Mfano wa 4 ni huu hapa. Nimekuwa nikisikia kwamba mtu anaweza kuwa na matangazo 3 aidha ya biashara, lakini akienda kurekodi tu ili aweze kuweka kuposti au kutangaza, kitendo cha kufungua tu kompyuta, anaingia kwenye YouTube anaanza kuangalia video, au upo kwenye kitabu unasoma, alafu hapa pembeni kuna simu ukisikia notification ya WhatsApp unaacha kusoma, unahamia kwenye WhatsApp unaangalia kwanza.
hapo hapo kabla hujachukua simu kwa kuangalia kitu kingine tofauti na kile ulichokuwa unafanya, basi huu msemo huu, mshika mbili moja humponyoka. Endelea kwa kufanya hivyo mara kwa mara, utaweza kujenga imani na baadaye itakuwa ni sehemu ya maisha. Aya ya tano na ya mwisho ni pale, kwa mfano upo kwenye kusoma, alafu una rafiki yako anakupigia simu au anakufuata kabisa nyumbani au ofisini, anakuambia bwana, we unafanya nini, ili hali haamini unayofanya kwamba ni mambo ambayo yanaweza kuendelea. Hebu fanya hivi, weka mpaka ili asiweze kuingilia katika mambo yako, na pale atakapoendelea kulalamika anafanya bwana mambo gani haya na urafiki wote, mwambie bwana, ya liwalo na liwe. Hapo itakuwa ni kweli umeweka mpaka kwa mtu na hii itakusaidia kupunguza marafiki ambao hawana msaada. Nadhani ukienda ukashughulikia hizi dawa ukaziweka katika vitendo, utakuja kuniambia nini kimetokea. Naam, nakukumbusha tena, hii ni Sauti ya Maarifa. Usipoifuatilia hautaisikia tena. Fuata nyuki liwe asali, muungwana ni kitendo. Utaje jina kanuni kila mfanyaji kazi, hata kama ni duni, mficha jina na mwezi. Na mimi ni Muzafar Shabani wa Kambu, ama ukipenda niite mzee wa dawa, yote yatafaa. Basi tukutane katika clip ijayo.